Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku ya leo nitazungumza kuhusu ngiri, tatizo la ngiri. Tutaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake, lakini pia tutaangalia watu gani ambao kwenye hatari ya kupata ngiri na matarajio ni yapi baada ya kupata matibabu. Karibu nani mpaka mwisho. Asante. Hapa tutaongea kuhusu ngiri ambayo inaitwa hernia. Najua kwamba kuna mkanganyiko wa maana ya hili neno. Wapo watu ambao wanaita mabusha ngirimaji. Kuhusu ngirimaji au mabusha unaweza kaangalia, tunayo video nyingine inayoongelea hali hiyo. Lakini kwa watu wengi ngiri ni uvimbe unaotokea kwenye kitovu, tumboni, kwenye sehemu ya juu ya paja au kwenye mkato wa upasuaji. Sasa ngiri au hernia ni uvimbe unaotokana na kuchoropoka au kutokeza nje kwa viungo vya ndani ya tumbo kwa sababu ya uwazi au udhaifu kwenye ukuta wa tumbo. Sasa ukuta wa tumbo umeundwa na safu imara za kiwambo kinachoitwa fascia ambacho kinafungia au kinafunga ndani na kinaifunga vizuri misuli ya tumbo na kazi yake kubwa ni kulinda au kuzuia vilivyo ndani ya tumbo vibaki ndani ya tumbo visije nje. Sasa kama kuna udhaifu wa hiki kiwambo, viungo vya ndani ya tumbo kama utumbo vinaweza kuchoropoka na kutokeza nje, kwa mfano sehemu ya juu ya paja, kinena au kwenye kitovu. Kwa wale waliofanyiwa upasuaji wa tumbo, inaweza pia ikatokeze hapo. Kama misuli ya tumbo haikupona vizuri, inaweza pia kupitia hapo na ukapata ngiri kwenye kovu lile la upasuaji. Ukiwa na uvimbe unaosababishwa na ngiri, mara nyingi hausababishi shida yoyote. Hata hivyo kuna wakati mwingine unaweza kujisikia vibaya au kuhisi maumivu. Unajihisi vibaya zaidi ukijinyoosha, ukijikamua au ukiinua vitu vizito. Ni kweli kwamba mara nyingi ngiri haisababishi usumbufu mkubwa kwa mtu, lakini inaweza kukua mpaka kuanza kukandamizwa na upenyo ule ambao unakuta imepitia pia pale ndani. Kama ikikandamizwa sana, damu inaweza kuanza kushindwa kutembea vizuri na hivyo ikaleta shida. Kama hali hii ikikutokea, utahisi maumivu makali na utahitaji kufanyia upasuaji wa dharura ili kunasua ile sehemu ambayo imebanwa. Kwa watu wengi sababu ya ngiri haifahamiki. Mtu anaweza kuzaliwa na ngiri ila asijue. Uvimbe ukaanza kuonekana baada ya miaka mingi, labda baada ya kuanza kubeba vitu vizito sana au kukohoa sana au kujikamua sana akiwa chooni. Vitu vyote hivi vinaongeza shinikizo ndani ya tumbo na kusukuma vilivyomo ndani ya tumbo kuja nje. Kuna baadhi ya watu ngiri inapatikana kwenye familia zao. Wapo watoto wanaozaliwa na ngiri. Hii inatokea kwa sababu ya ukuta unaofunika viungo vya tumbo unashindwa kufunga vizuri kabla ya kuzaliwa. Karibu watoto 5 kati ya 100 wana ngiri inayotokea kwenye kinena wanapozaliwa. Wavulana inakuwa ni zaidi kuliko wasichana. Kuna watoto ambao wanaweza wasipate dalili yoyote mpaka watakapokuwa utu uzima. Sasa kama nilivyosema kabla, shughuli yoyote au tatizo lolote linaloongeza shinikizo au pressure kwenye tishu au kuta za utumbo na misuli inaweza kusababisha mtu au ile ngiri ikajitokeza. Kwa mfano kufunga choo kwa muda mrefu kunasababisha mtu anajikamua sana ili kupata kile kinyesi, kukohoa sugu, uvutaji wa sigara kwa hiyo inasababisha kikohozi ambako akaishi, kuongezeka kwa ukubwa wa tezi dume kunasababisha mtu anajikamua sana anapokuwa anakojoa, unene au uzito mkubwa sana na kuinua vitu vizito. Haya yote yanaongeza shinikizo kwenye ule ukuta na inaweza kusababisha chochote kilichomo ndani kikachoropoka. Kama nilivyosema awali, kwa watu wengi ngiri haisababishi shida yoyote, lakini kuna mambo ambayo ukiyaona inabidi uone na daktari kwa matibabu. Kama una ngiri inayouma na vilivyomo humo ndani ukijaribu kuvirudisha ndani vinashindwa kurudi, naona au ukijaribu kurudisha kwa kidole hivi havirudi ndani na vinauma, tafadhali nenda kamuone daktari. Vinauma na unahisi kichefuchefu, unatapika, una homa kali sana na ngiri inauma, nenda kaonane na daktari. Una ngiri ambayo imekuwa nyekundu, zambarau, nyeusi au yenye rangi ambayo hauielewi, tafadhali nenda kamuone daktari. Una maumivu kwenye kinena au kwenye huo uvimbe, au kama una uvimbe kwenye kinena au kitovu au kwenye eneo lililofanyiwa upasuaji, nenda pia ukamuone daktari. Sasa ukifika kwa daktari atakufanyia uchunguzi wa mwili na kuiona ile ngiri, lakini pia akishaiona ataangalia kama inaongezeka ukubwa ukiwa unakohoa au ukijikunja au ukiinua au ukijikamua, anaangalia kama inaongezeka ukubwa. Kwa watoto wachanga ngiri inaweza sionekane dhahiri, lakini mtoto akilia au akikohoa inaonekana. Katika baadhi ya wagonjwa daktari ataagiza ufanye ultrasound ili aweze kuangalia vizuri hiyo ngiri kabla ya kuanza kukupatia matibabu. Upasuaji ndio tiba pekee inayoweza kurekebisha ngiri.
Kwa ngiri ndogo ambayo haisababishi shida yoyote kwa mgonjwa, tunaweza kuiacha kwanza na kuiangalia kwa muda kabla ya kuamua kufanya upasuaji. Kama tunavyojua upasuaji wowote una athari, kwa hiyo upasuaji utafanyika kama kuna ulazima. Upasuaji mara nyingi unafanyika kwa ngiri ambayo inaongezeka ukubwa na kusababisha maumivu. Upasuaji unafanyika kurudisha vile viungo ndani ambavyo vinakuwa vimechoropoka kuja nje na kuziba ule uwazi au kuimarisha ule ukuta wa tumbo ili kuhakikisha kwamba vile vitu ambavyo vilikuwa ndani vinabaki ndani. Tunaweka wavu pale, tunafunga kabisa ili visitoke. Kwa watoto ambao wana kitovu kikubwa kinachosababishwa na ngiri inayotokea kwenye kile kitovu tunaita umbilical hernia, kama haijaziba yenyewe mpaka mtoto anapofikisha umri wa miaka 5, basi mtoto huyu anapaswa kufanyiwa upasuaji. Ila huwa tunasubiri mpaka miaka 5. Kama haijaziba mpaka miaka 5 ndio tunamfanyia upasuaji. Kwa kawaida matokeo ya matibabu huwa ni mazuri sana, lakini kwa baadhi ya wagonjwa kama 1 mpaka 3, ngiri inaweza kujirudia tena baada ya upasuaji na wakahitaji upasuaji tena. Kwa hiyo sio jambo la ajabu, lakini wengi wao matibabu yanaenda vizuri, wanapata upasuaji mzuri na maisha yao yanaendelea vizuri. Ili kuzuia ngiri, tumia mbinu sahihi kuinua mizigo. Unachuchumaa kwanza kabla ya kubeba mzigo, sio unainama ndio unaubeba. Lakini pia hiyo inasaidia kupunguza shinikizo kwenye tumbo. Punguza pia uzito kama wewe ni mnene, epuka kufunga choo, kwa hiyo kula vyakula vyenye nyuzi nyingi, kunywa maji ya kutosha, nenda chooni mara tu unapokuwa unahisi umebanwa na afanye mazoezi ya kutosha. Wanaume wanapaswa kumuona mtoa huduma ya afya kama wanapata shida kuu au wanajikamua sana wakati wa kukojoa, hasa wale watu wazima ambao unakuta wanaanza kupata tezi dume. Ukifanya hivyo utakuwa umezuia shida hii. Mpaka wakati mwingine, hii ni Wiki Elimu. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.